Mwanamke anayetanguliza vipaumbele hivi vitano kumkubalia mwanaume, haijalishi kuingia kwenye mahusiano ama ndoa, ikiwa atafunga ndoa huwa anakuwa ni malaya, yaani huwa ni mchepukaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanamke yeyote ambaye anatanguliza vipaumbele hivi vitano kwa kumkubalia mwanaume, anapofunga ndoa huwa anakuwa ni malaya. Haijalishi anaenda kanisani, haijalishi anaenda msikitini, haijalishi anataja Mungu. Fahamu kabisa kama mwanamke anatanguliza vipaumbele hivi vitano, anapoingia kwenye ndoa huwa anakuwa ni mchepukaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hivi vipaumbele ili uweze kufahamu mwanamke gani ambaye nikimwoa kama anatanguliza hivi vipaumbele atakuwa ni mchepukaji. Kipaumbele cha kwanza kabisa ni kipaumbele cha rangi, yaani kipaumbele cha rangi nyeupe. Kama mwanamke anatanguliza kipaumbele cha rangi nyeupe kumkubalia mwanaume, fahamu kabisa kwamba atakapoingia kwenye ndoa huwa anakuwa ni malaya, yaani ni mchepukaji, kwa sababu kama ameolewa na mwanaume ambaye ana rangi nyeupe, yaani ametanguliza kipaumbele cha kwamba mwanaume mweupe ndio anayemkubalia, fahamu kabisa kwamba kama atafunga ndoa, kama atakutana na wanaume ambao ni weupe afu wazuri, basi kuwapa uchi wake ni jambo la kawaida. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo tunatakiwa kulijua kwamba mwanamke kama anatanguliza kipaumbele cha mwanaume kwa mweupe, anapofunga ndoa huwa anakuwa ni malaya. Na pia kipaumbele cha pili, kipaumbele cha rangi nyeusi. Mwanamke anayemkubalia mwanaume kwa sababu ana rangi nyeusi, anapoingia kwenye ndoa huwa anakuwa ni malaya. Kwa hiyo ni mojawapo ya kipaumbele ambacho unatakiwa kufahamu kama mwanamke anakitanguliza cha rangi, yani kipaumbele cha rangi nyeusi kwa mwanaume kumkubalia, fahamu linakuwa ni malaya kisha kuingia kwenye ndoa. Na pia kipaumbele cha tatu, kipaumbele cha utanashati wa mwanaume. Kama mwanamke anatanguliza kipaumbele hiki cha kumkubalia mwanaume kwamba yeye kisa ni mtanashati, fahamu kabisa kwamba anapoingia kwenye ndoa huyo mwanamke huwa anakuwa ni malaya. Na pia kipaumbele cha nne, kipaumbele cha pesa. Kama mwanamke anatanguliza kipaumbele cha pesa kumkubalia mwanaume, huyo mwanamke anapoingia kwenye ndoa huwa anakuwa ni malaya. Na pia kipaumbele kingine cha mwisho kabisa ni kipaumbele cha mali. Kama mwanamke anatanguliza kipaumbele cha mali za mwanaume, fahamu kabisa kwamba hiki ni kipaumbele ambacho kinadhibitisha kwamba huyo mwanamke atakapoingia kwenye ndoa huwa anakuwa ni malaya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba ikiwa mwanamke anamkubalia mwanaume kwa kutumia vipaumbele hivi vitano, kwa kawaida huwa anakuwa ni malaya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu. Na pia nikukumbushe, hakikisha unapata kitabu. Kitabu kitakusaidia mno kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Kitabu kinauzwa shilingi 15,000, lakini pia unaweza kunicheki WhatsApp uweze kupata kwa shilingi 10,000. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante na karibu.